ukaendea wa. Kwa hivyo hauwezi kufanya haya mambo yote alafu mwisho ukasema sihitaji sasa Mungu kwa sababu nimejua kula, kunywa na kuvaa vizuri. Utonya upata mambo wao ndeno yasendu mwikia ngai nubapita ni kitenesa kayane sana ngaiwa. Kwa hivyo ni muhimu sana tuweze kuzingatia pia hiyo ambayo ninaonyesha ambayo ndio kifuniko cha mambo yote. Sio endi kufuatilia uswa mdia nubapita nigo uona nasia maua ondeka na mwa. Fungu ambalo tumesoma katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5:23. Endi ndeni wa tumenyimpa soma ndeni wa Thessalonika wambe kilungu cha katano mswami ngale na itatu. Ningependa labda tusome tena. Ningwenda tusomengi maandiko mesatau na ngai wa Mungu mwene no badhani na badhanie mwithi wa theu biu beba na ngo na mwiti we sinima itaileleka uruku achuka mwili wa itu Kristo Yesu. Asante. Kwa hivyo tunapata kwamba kuna mambo matatu ya muhimu ambayo yanazungumziwa hapa. Tunaona waupe mambo matatu mwanya labda ndio baba. Jambo la kwanza linasema nafsi zetu, Ngwambe roho, inena yulwa mbia itu beba, alafu inamalizia mwili na mwili. Kwa hivyo haya mambo matatu mwanadamu ni hivi vitu vitatu ndivyo vimekunda wewe na ndivyo vimeniunda mimi. Mundu ase wetu na mambo wasi watatu. Maana mtu ni roho, mundu ni beba ambayo ndio mawazo. Roho ni mawazo, si hii ya kupiga damu, hii roho hii inaitwa moyo. Beba ni maswali hasu lakini ti eno kuna ndakame. Kama ya sio mwenye ngogo. Ukweli wa mambo ni kwamba hii kazi yake tu ni kupiga damu. Ngoni kana ngoje ya kuna ndakame. Kwa mtu akikukasirisha usema tunauma na roho na shika hapa. Mundu tuna kashiwa ngoje ndio. Kwa hivyo tunazungumzia mawazo. Tuiza tuinenea yulua mesi. Alafu sehemu ya pili inazungumzia kuhusu nafsi. Na ulua keli tuiza tuinenea yulua beba. Nafsi ndio wewe. Beba ni mtu. Ndio sababu nikisimama hapa na ndugu Simon, lani ungamite bani na mwana sasa Simon, nikiongea naongee, mtaona labda lugha, matamshi na vile tunaleta mambo hayawezi kufanana. Dinena na akainena tutona kuete maundu. Kwa hivyo yeye ni nafsi nyingine na mimi ni nafsi nyingine. Nye ni beba umwena ke mutafanya ni beba mwingine. Alafu kitu cha tatu ni mwili. Ulwa katatu ni mwili. Sisi sote tuko na mwili mmoja tu, maana umeumbwa kutoka katika udongo. Ndio ndetu ina minu kwa kutatuombe kuma kitoni. Lakini sasa kitu ambacho kitatofautisha ni nafsi. Kila kitu tubatukania ni beba. Ndio sababu Mungu alipoumba mwanadamu, tuendelea ngaiwombia Mungu, aliumba mwili. Ombia mwili. Alafu baada ya mwili akapulizia pumzi ya uhai. Na amina kuumba mwili. Bebe ya kudumwida. Akakuwa ni mtu ambaye ni nafsi. Wa chukida. Hiyo ni kitabu cha Mwanzo 2 mstari wake wa 5. Au ni ndio wa mwambio kitu cha akili mswamu na itani. Kwa hivyo ukiondoa hewa kwa mtu, wabetanga pe bandini wa Mungu, hata ukiacha mwili pale, unawatia mwibaya, hiyo si nafsi tena. Hiyo si nafsi ambayo iko hai tena. Usuti mwiwe tayo kingi, kwa sababu hai umeshaondoka. Nuru akitwa tayo ni mbetange. Sasa wanamuita jina lingine, maiti, marehemu, hayati na majina mengine ambayo mnaelewa. Bauni kwa mamwita mutia Mungu mkuu na masitwange tasu, lakini akirudishiwa pumzi, indi atunge wabeba, anakuwa kiumbe ama nafsi hai. Edia wa etumbe kila. Kwa lugha nyingine, kwa lugha nyingine, bila hewa, patebeba, bila mwili, patemwi, hakuna nafsi. Patingwa tano. Na bila mwili, hewa haiwezi kutengeneza nafsi. Na patemwi beba mtonya useudia mwili. Na pia mwili pasipo hewa hawezi kuwa mtu. Na patemwi na beba baitwa na kidwa Mungu. Kwa hivyo ndivyo mwanadamu ameumbwa. Au ndivyo Mungu umbiti. Kwa hivyo
kutajwa kwa pamoja, ila kusoma maandiko rukia kana maundu atatu manene tu vamwe kwa sababu hauwezi kuvitenganisha. nundu wakina tona usiani Hakuna kimoja kitafanya kazi pasipo na kingine. mae kimo kithukuma batekini. Sasa leo nataka tuzungumzie kwa upande wa afya, jinsi tunaweza kutunza hivi vitu vitatu ambavyo ndio wewe Umunthi ni tunene nthini wa California avia wima wa mi utona kuseuvya mi yaitu ili tuwe vyombo vizuri kwa utukufu kwa Mungu. kana twithiwe mi ya kumwendesya mbee wa Ngai. Somo langu la leo vile nimewaambia linasema trust in God. Isomo yakwa muthenya wa umuthi yasya kumwikiria Ngai. Sasa nataka tuweze kuangalia hivyo vipengele vitatu kimoja baada ya kingine, Yenda tuishi mambo acio tu kimwe itina wa kila kingi. na tutaanza na mwili. Tuambia na mwili. Mwili ni huu ambao umesimama hapa. Mwili wo uungamite ba. Huu ndio mwili. Udi wo mwili. Umeumbwa, maandiko yanasema kutoka kwa udongo. Maandiko meyasya mwili umitwe kuma kitoni. Lakini mnaijiuliza swali, mbona mkinyeshewa hamuwezi kubomoka? Atuibulia ati mbona tumuiwa ila tumitwe kuma kitoni tuitonya kwanangika. Unafikiria mliumbwa tu na hii udongo ya kawaida? Twisilia tuombiwo na kitoki cha kawaida. Huwa ndio watu wanasema tumetoka kwa udongo, si ndio? Atumasi atumite kitoni. Lakini ni matope tu ya kawaida hii. No, kitoki cha kawaida. Tumeumbwa kutoka katika chembe nzuri za udongo. Tumitwe kuma thini wa madini mepata muno thini wa kitoki. Kwa sababu ngozi ya mwanadamu iko na mashimo ambayo yanaitwa pores hapa juu. Nicho kitumi mwe wa mundu withia wana maima Mamilioni ya mashimo milioni maima me ngozi. Ambapo ngozi ama mwili unapumua kupitia kwa hayo mashimo. Na mweupe wa kusila thini wa maima. Fikiria kwamba kupumua tu kwa mdomo peke yake. Twikesilie kana kubeba no kusila kwa muka. Maana tunajua mapua na mdomo ndio kupumua. Mundu twisi manyu na mundu kanisijeva.